لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ndugu zangu katika iman, kwanza tunamshukuru Allah jalla fi ulahu kwa kutuwezesha kukutana semina yetu ya 5 katika mafundisho ya ibada ya hija, ambapo walillahi alhamdu tumetoka katika mafundisho yetu kuanza tokea kutiania ibada yenyewe ya hija, matayarisho ya hija, aina za hija, mpaka leo tunaingia katika nukta maalumu ambayo ni muhimu sana, ambapo nukta leo itamfanya hata yule ambaye aliyekosa siku za nyuma basi atakuwa hajapungukiwa na kitu. Nyuma tulizungumza ibada ya hija, manasiki alhaji 3. Ibada ya hija ziko za aina 3. Manasiki alhaji 3, ibada za hija ziko za aina 3. Inshallah kama wasema tutakuwa tunatumia kitabu chetu hiki na tunawahimiza watu waje navyo. Sasa walosahau inshallah tunaendelea kuwazima na leo. Lakini tujitahidi inshallah tuwe tunakuja navyo. Sheikh Saleh umesahau. Haya. Sasa katika tukirudi nyuma kidogo ili kufika hapa tunapoondokea leo tunaondokea ukurasa nambari 24, ambapo leo tunaianza ibada ya umra. Sasa nimesema ibada ya hija ziko namna 3 ambazo katika kitabu chetu tumezieleza huko nyuma katika ukurasa wa 12. Hija imegawika katika makundi 3, huku tumeita makundi, lakini hija ziko za namna 3. Ya kwanza tukasema ifrad, ambayo hii ni kwenda kufanya ibada ya hija tu pasi na umra. Yani unaingia mwezi 8 au mwezi 7 kwa kuamkia mwezi 8, alafu moja kwa moja hiyo unaanzia na Mina. Ukiingia Mina unafanya ibada ya hija, ukimaliza huyo unarudi zako. Hii inaitwa ifrad, ambao wachache sana wenye kufanya hii sana wakazi wa pale ndo wanafanya hii, au viongozi wa nchi mbalimbali. Unaweza kukaa katika kiongozi anakwenda hija, lakini misafara ya makundi yote yashaondoka, yeye mbona hajaondoka yule, au mbona akachelewa kwenda. Sawa, unaweza kujiuliza mbona akachelewa kwenda, watu washakwenda zamani, yeye kaenda sasa hivi. Yeye kaenda kufanya kwa ifrad, katumia kipengele hicho. Anafika mwezi 8 anaenda zake moja kwa moja mpaka Mina analala pale, anamkia Arafa, Muzdalifa anarudi zake Mina anarembea, huyo karudi, kisha maliza. Hii inaitwa ifrad, ambayo hii sasa tutatumia. Ya pili Qirani ni kuchanganya baina ya umra, au tunachanganya umra na hija. Yani tunafika mapema, alafu tunaanza kufanya umra. Ndio kuchanganya hija na umra. Tunafanya umra, ikisha hatupumziki. Ndani ya kumaliza ibada ya umra, nguo zile au vaji ule ihram, basi wewe unaendelea na nguo zako zile. Umechafuka utabadilisha nyingine, lakini wewe utakuwa upo katika makatazo ya hija, utaendelea na ile. Nayo si hatutumii. Hii ndio ina thawabu nyingi sana, lakini ngumu sana.
kwa sababu toka siku utakaofika pale wewe unahirimia, unaingia katika makatazo, hurusiki ukata kuche, nywele, yaani wewe unatakiwa uvae zile nguo za kuhirimia mwanzo mwisho. Kama ulifika mwezi mosi mpaka mwezi 13, wiki mbili zote hizo ndo wewe ndo unamaliza ibada yako ya hija. Hii inakuwa ni ngumu, unaweza ukajisahau ukapigwa penalty. Ama ya tatu tamattu. Hii tamattu ndio ambayo tutakayofanya sisi, ambao tukifika tu tunafanya ibada ya umra. Tukishafanya ibada ya umra halafu tunapumzika. Yani tunavaa nguo zetu za kawaida, hatuko tena katika makatazo, tuko katika watu wa kawaida. Tunasubiri mwezi 8, hata kama tumeingia mwezi mosi tunasubiri mpaka mwezi 8 ndio tunaingia tena na mavazi yetu kwa ajili ya ibada ya hija, kwa ajili ya ibada ya hija. Sasa hii tamattu ndio ambayo tutakwenda nayo sisi insha Allah, kwa maana kwamba sisi tutaanzia Madina, tunaenda zetu mpaka Madina, tutaishi katika mji wa Madina siku 2-3 kufanya ziara mbalimbali, kutembelea msikiti na mambo mengine. Halafu tutatoka zetu tutaenda zetu Maka. Katika kwenda zetu Maka tutahirimia pahala panaitwa Dhul-Khulaifa, nayo ni ambayo ni jambo la pili hilo kunatakiwa kulifahamu. Vituo vya kuhirimia inaitwa miqat, ambapo tunakufuata katika ukurasa 18. Wale ambao walikuwa hapo katika sehemu iliyopita ndio tunawakumbusha kidogo. Miqati ni sehemu ambazo za kuhirimia. Kwa wale ambao watakuanza kwenda Maka moja kwa moja, wao watahirimia kwenye ndege. Katikati ndege ikaribia kufika, rubani anatangazia kwamba baada ya dakika 20 tutapita miqat. Hapo watu wote waamshwe, walikwenda chooni watoke. Ikipita sehemu hiyo unatakiwa uhirimie. Kwa lugha nyepesi utie nia labbaik allahumma liumra, halafu unaendelea na labbaika zako mpaka unafika. Hiyo inaitwa miqat. Sasa sisi tutahirimia tukifika Dhul-Khulaifa, pala pana msikiti sehemu hapo, tutaingia tutaswali rakaa 2, baadaye tutatia nia tukiingia ndani ya basi kwa pamoja. Na kwa nini tunafanya kwenye basi? Kwa sababu kwanza sunna ya Mtume SAW alipofika pale Dhul-Khulaifa aliswali rakaa 2, halafu akapanda mnyama wake, halafu ndipo akahirimia. Sasa na sisi tutapanda basi, sisi hatakuwa na mnyama, sisi tutakuwa tunalo basi, tutapanda basi halafu tutahirimia. Ama kwa treni nani rubani anatangazia tu kutoka hapa mpaka baada ya dakika 5 tunapita kituo cha kuhirimia. Hapo kwenye treni mnapita tu shwang, nahirimia ndio tayari basi unahirimia labbaik allahumma liumra, alafu unaendelea mbele. Hayo ni mambo ambayo tunatakiwa tuyajue na msingi katika kutekeleza ibada ya hija. Sasa tukaja na matayarisho mbalimbali ya kimwili pamoja na kiroho, ambao nao vile vile tukasema matayarisho ya safari nao tukazungumza. Sasa leo tutaondokea namna ya utekelezaji wa ibada ya umra. Kama tulivyosema kwamba sisi tunaanza na umra. Kwa nini tunaanza na umra? Kwa sababu sisi tuna hija ya tamattu. Kila mmoja alijua hilo kwamba bwana umeenda kuhiji, umehiji hija gani? Usiokaganda tena. Mnaambia sisi tumehiji tamattu. Hamkufanya qirani. Ile qirani tumeacha, hata ile ifradi pia hatukufanya. Unamuonyesha kwamba wewe ulikuwa unajua sasa ibada. Si qirani tu, hata na ifradi pia hatukufanya. Sisi tumechagua tamattu. Tumetoka zetu Madina moja kwa moja mpaka Dhul-Khulaifa. Kufika Dhul-Khulaifa tukahirimia, tukatekeleza ibada ya umra. Tulipofika kumaliza ibada ya umra tukapumzika, ndio tukafanya ibada ya hija. Nguzo za umra. Sasa hii ibada ya umra iko namna gani? Tumesema ukurasa nambari 24 ambao ndio tutaondokea hapa, tunazitaja nguzo za umra. Na tunapoambua nguzo, kama Sheikh alipokuwa akizungumzia hapa mambo ya ibada ya swala, akatuambia kuna sharti za swala, zile ni mambo ambayo yanafanyika kabla ya tendo lenyewe. Nguzo ndani ya ibada yenyewe. Ukiikosa nguzo, maana yake wewe ile ibada umeikosa. Nguzo za funga ni 2: kujizuia, kutiania na kujizuilia kula, na yote yenye kufunguza. Hasa uko hukutiania katika ibada ya hija ya funga, maana yake wewe huna funga. Ukala katikati ya funga, maana yake wewe huna funga. Sasa hii ibada yetu ya umra nayo ina nguzo zake.
Nguzo ya kwanza katika ibada ya umra, anasema nguzo zake ni 5. Ya kwanza ni kuhirimia, ya pili tawafu, ya 3 sa'i, ya 4 kunyoa au kupunguza, na ya 5 kufanya kwa utaratibu wake, yani kufanya kwa mpangilio huu uliowekwa. Tukianza na kuhirimia. Kuhirimia ni nguzo. Na nini kuhirimia? Tumesema kwa ufupi ni kutiania. Wajibu anasema kuhirimia katika kituo. Ile kuhirimia katika kituo ni wajibu, lazima uhirimie kwenye kituo. Kwa wakaazi wa Maka, wao watahirimia ndani pale pale walipo, lakini sisi tutakuwa wa Madina tutahirimia katika kituo nilosema hicho cha Dhulkhulaifa, ambao tukifika pale msikitini, tunaingia katika msikiti, tunaswali rakaa 2 sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya. Baadaye tunapanda basi letu, tunakushanyika kwa pamoja. Ingawa tutaelekezana namna ya kuhirimia, lakini taasisi yetu sisi tutahirimia kwa pamoja. Kiongozi atasimama kwenye basi, atasema na watu wataitikia. Lakini vipi ndani ya nafsi yako unajua kwamba sasa ninahirimia ibada ya umra, alafu sunna yake kuyatamka ile maneno, na ndio ibada pekee ambayo ilosuniwa kuyatamka maneno katika kuhirimia, katika kutiania kwake, ndio hii ibada ya umra na ibada ya hija. Kwa pale utasema labbaik allahumma al-umra au labbaik allahumma li-umra, kama unamhijia mtu au unaenda kumfanyia mtu, maana pale utasema labbaik allahumma al-umra an, utamtaja yule mtu wenyewe, an fulan bin fulan. Hiyo ikiwa unamfanyia mtu. Unafanya mwenyewe labbaik allahumma al-umra, labbaik allahumma li-umra, alafu zinapata tena labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Kuanzia hapo mazungumzo yako, maneno yako, kusema kwako iwe ni hizo labbaik allahumma labbaik, mpaka tunamaliza, mpaka tufike tuione Al-Kaaba, ndo mwisho wa talbia. Naam, kuhirimia katika kituo ni jambo la wajib, yani lazima uhirimie kwenye kituo. Ukisipohirimia kwenye kituo, mfano Dhulkhulaifa tulipita pale tukaswali tukamaliza tukaingia kwenye basi tukahirimia, weka huko kabisa umelala, tutakwenda zetu, mbona ustadhi ulisema kuhirimia, mbona sijakuona? Kwani pale wewe huna habari? Labda nilienda chooni, maki mabasi ya kule yanavyo, nilienda chooni, huna habari. Sasa wewe umekosa wajibu, utahirimia hapo hapo ulipo, lakini kwa sharti lake inatakiwa urudi, lakini kwa vile tu katika msafara mmoja basi halitoweza kurudishwa, utachinja, utapigwa faini, utakuwa wewe umeacha jambo la wajibu. Ukiacha wajibu utahirimia hapo hapo ulipo njiani katikati, lakini umeacha kuhirimia katika kituo ambapo ni wajibu. Lile tendo la kuhirimia lenyewe ni nguzo, lazima uwe unalo kabla kuanza kutekeleza ile ibada, uwe umeshahirimia. Na kuhirimia katika kile kituo pale Dhulkhulaifa ni jambo la wajibu. Usipofanya pale kuhirimia, ukihirimia mbele, maana yake wewe umeacha wajibu na utapigwa faini, ambapo utachinja mbuzi mmoja, na mbuzi ni ghali sana tena sana, au utafunga siku 10, siku 3 kwa kule Maka, na siku 7 utakaporudi huko nyumbani. Sunna zake ukurasa unaofuata, ya kwanza kuchelewa kuhirimia. Kuchelewa kuhirimia kutokana na vile vishindo vyake na mambo mengine. Kwa hivyo natakiwa tusifanye haraka kuhirimia, tusubiri kipando kianze kuondoka ndio tuhirimia. Katika eneo lile la Dhulkhulaifa pale tushakaa kwenye basi, dereva atatuliza umetimia, tumetimia. Na madereva wengine huwa wanatoa kadi, kila mmoja anatupa kadi zake, bila anajua abiria wake wangapi, 40, anatoa kadi 40, akisha anazikusanya, anahakikisha kwamba watu wametimia, kwa sababu yeye ana dhamana pale, ana dhamana ya watu. Bwana wewe umepewa watu kutoka Madina uwalete Maka, watu 40 basi lako, arudishe afikishe Maka watu 40. Tumetimia, anapiga moto, tunaondoka pale, tunahirimia. Vile vile kumhimidi Allah, kumsabi, kuleta tahlili, kumhimidi kwa kusema alhamdulillah, na kumsabi kusema subhanallah, kuleta tahlili, kuleta takbir, kusema Allahu akbar, tahlili, kusema la ilaha illa Allah, halafu kuendelea na talbia. Talbia ni ile kusema labbaik allahumma labbaik,
labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik. Yani hilo ndio neno letu. Tutakuwa kwenye basi, tutakuwa neno letu ndio hilo. Unaruhusa kusema na mwenzio kidogo, vipi saa ngapi sasa hivi? Umeona ngamia yule pale? Sawa. Unashangaa kidogo alafu unarudi pale pale. Usiokashangaa ngamia na mbuzi mpaka tukafika Maka. Wewe umeshangaa tuna majumba ya watu. Maflyover na mambo mengine. Usishangae mambo hayo. Bali wewe unatakiwa neno lako ndio hilo, labbaik Allahumma labbaik, mpaka tunafika Maka. Ila kuna ruksa hiyo, umechoka unapumzika kidogo, lakini katika hali ya mwendo ndo maneno yetu ndio hayo. Kuirimia juu ya kipando ndio tutakuwa tumo ndani ya sunna, kuirimia kwenye ndani ya basi au juu ya kipando, sisi tutakuwa tunalo basi. Vile vile kuirimia kwa kuelekea kibla, na sisi tukielekea tukienda zetu Maka, maana yake tutakuwa tunapata sunna kuirimia kuelekea kibla, kwa sababu basi ndio linakwenda Maka na tutakuwa tushaelekea huko. Labda umepanda treni, wengine watakuwa wamepaka mgongo, wengine ndio wameelekea. Sasa ukipata kwamba treni umeelekea kwa nyuma, wewe utakuwa umehirimia, inakubalika, lakini umekosa sunna ya kuhirimia kuelekea kibla. Halafu kutoa sauti wakati wa kuhirimia, hususan kwa wanaume. Aliteremka Jibril, anasema Mtume sallallahu ameteremka Jibril akanambia, waambie wanaume wanyanyue sauti zao katika hii talbia. Yani sauti nyanyuliwa, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik. Lakini hii ni kwa wanaume. Wanawake wafupishe sauti zao, kwa sababu Uislamu umehifadhi mwanamke, mpaka sauti ya mwanamke pia imehifadhiwa. Kwa ajili hiyo, tutapokuwa katika basi tutakuwa tunaitikia talbia. Kiongozi atakuwa tunaye ambaye anatushajihisha katika kwenda hivi, akichoka yeye anakamata mwingine, tunakwenda hivyo hivyo, na kwa sauti tunatoa wanaume kwa sauti kubwa kabisa, kadiri ya nguvu yako. Wewe toa sauti tu, na hakuna mushkeli wote katika ibada ya hija kutoa sauti. Sasa yule anafanya ria yule, wewe toa sauti kwa kweli, fanya talbia. Halafu kuteremka katika kipando na kuleta talbia. Vile vile tunateremka nao talbia, kuleta dua unapoona nyumba ya Al-Kaaba, ambapo katika kitabu chetu pia imo dua ya kuiona Al-Kaaba, kwa sababu talbia sharti lake linakoma pale unapoona Al-Kaaba. Sasa sisi tutakuwa ndani ya basi letu, tutakwenda zetu mpaka hotelini. Tukifika hoteli pale tutasimama. Tukisimama hotelini tutashusha mizigo, hapo hatupige talbia. Talbia haipigwi kwa kusimama. Yani kwa tumekaa kitako, hatupigi talbia. Inapigwa katika movement, katika mwendo. Tulikuwa tunakwenda ndio pale inapigwa talbia. Lakini kwa mmekaa hampigi talbia. So kama mmekaa hoteli tena ndani ya chumba chenu, labbaik Allahumma labbaik, la hamfanyi. Sasa tukifika hoteli, viongozi watakuwa wapo, washa seti kila kitu, kila mmoja atapewa kadi yake ya chumba, watu wataingia vyumbani, kila mmoja na mwenziwe. Hao tutakuja kupanga siku za mwishoni, nani tutamweka na nani, alafu tunaingia katika vyumba vyetu. Hapo tutaingia kama ni dakika 15, 15, 20. La tumechoka sana, ndio tunaweza tukamwambia jamani, tumechoka sana. Sasa tutabaki na nguo zetu zile zile, tutapumzika kiasi ya saa moja, alafu tutakoga kidogo ili kupunguza yale machofu ya safari, kwa sababu tunakwenda kutekeleza ibada ya umra, nguzo ya pili tunaenda kuifanya. Tutakaa katika hali kama hiyo katika hoteli na hiramu zetu vile vile, na huku tunapumzika, lakini bado tujue kwamba tupo katika ibada maalumu. Stories zile za mpira kama usema mwalimu hapa, tena sisi tunazungumza mambo ya kisiasa, yale tunaachana nayo. Wewe sasa ni mtu mwingine. Hala vile vile namba 8, kuleta dua baada ya kuna haram hapo mbele. Kuingia msikiti wakati wa duha ni sunna, yani tukaingia mapema, lakini inategemea na ratiba ya basi itakapokuwa. Hii hatulazimisha kwamba lazima tuingie wakati wa duha, la, inategemea basi litakapoingia katika mji wa Maka. Ukiingia wakati wa duha sawa, tukiingia alasiri sawa, tukiingia magharibi, muda wote utakaoingia sisi tutaelekea katika kutekeleza ibada yetu ya umra. Halafu kuoga kabla ya kuanza kuhirimia, ambao katika kule hoteli Madina tunakoga, na vile vile sunna kuchelewa kufanya tawafu, yani kuchelewesha kufanya tawafu, maka unaendelea na talbia kwa muda mwingi, lakini ndio
shida yake ni kwamba wewe uko katika kifungo maalum, vile vile ni sunna. So ukifika tata msikitini, kama kwamba labda ulikuwa una ugomvi nayo ile ihram, pamoja kaivue mbio mbio, ile kubakia nayo ni kuendelea kupata thawabu. Kila muda ukiwa mrefu ndio unazidi kupata thawabu. Na vile vile kuhirimia katika miezi maalumu, yani miezi ya hija, mfungo mosi, mfungo pili na mfungo tatu. Makatazo katika kuhirimia, yepi tunakatazwa? Yani tunachokatazwa kumwangalia mtu kwa matamanio, haya yanakatazwa. Kuvaa vitu vya kukwaruza, hii ni tumeandika kukataza, lakini ni makruhu. Kuvaa saa, pete ni makruhu, haikatazwi, si katika makatazo moja kwa moja, bali ni makruhu. Hapa tulikosea, lakini ni makruhu. Kwa nini makruhu? Kwa sababu katika ibada ile kuna shughuli nyingi sana, kuna msuguano mwingi. Sasa unaweza ukaenda na saa yangu kwa mfano kama hii, naweza sirdi nayo, suguana imeganda huko, na ushaganda unavuta, ukivuta mara unaiacha. Sawa. Sasa vitu kama hivi mara nyingi inakuwa ni makruhu kuvaa kutokana na hali kama hiyo. Makruhu kuzungumza maneno machafu, maneno ya mzaha, kama Allah alivyosema tabaraka wa taala kwamba mtu atakapohiji basi asiseme maneno machafu wala maneno maovu. Na vile vile katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja atakayehiji asiseme maneno machafu wala maneno maovu wala mijadala. Katika aya imekuja basi huyu, katika hadithi imesema anarudi kama siku ambayo alizaliwa na mama yake. Hayo mambo makruhu. Mubaha yani mambo ya halali, kuzungumza maneno yanayofaa. Naweza ka umehirimia, lakini kama mnazungumza maneno ya kawaida tu, vipi bwana, basi ukazungumza kawaida tu, basi kule kwetu bwana sisi tutajenga jumba moja kama hili, jambo la halali. Tukifika bwana mara hii inshallah mimi nitahamasisha watu waje wengi katika ibada ya hija. Mnazungumza mazungumzo ya kawaida, msikaita story tena za mpira, sijui liver, sijui nani, hayo utakuwa si pahala pake. Lakini tuendelee kuzungumza mazungumzo ambayo ni ya halali au mubaha. Vile vile kuoga wakati wa kuingia katika mji wa Maka, tukifika tu pale hotelini, vile vile mubaha, tunaweza kwenda kukoga tena, tunaweza kwenda tukakoga. Angalizo, pindi mtu akiwa amesahau au hajui, hatoingia katika fidia. Ukisahau jambo katika sheria ya Kiislamu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, imekuja katika Qur'ani. Masahaba akaenda kalalamika sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na kwamba tumekalifishwa sisi kufanya mambo, lakini mengine hatuyawezi, mengine tunasahau. Vipi sasa? Allah tabaraka wa taala akasamehi katika yale. Ndio katika hadithi imekuja rufi al-aqlam an thalatha, kalamu imenyanyuliwa kwa watu watatu, imenyanyuliwa kalamu zao. Kwa mtu ambaye atakayefanya jambo bila kutokujua, amesahau, na vile vile kwa ujinga. Lakini hii ujinga, kuna wanazuoni wengine wakasema alipaswa jambo alijue, wengine wakaitoa ujinga kwa wakati ule, si sasa hivi. Na kama wakaja wakaswali swala ya dhuhuri raka 5, vipi mwanzo raka 5, message kwani za kwa raka ngapi? Ulipaswa ujue, usome. Wengine wakasema hivi. Sasa kufanya jambo la kutojua, mfano hujui, basi mtu hatoingia katika fidia. Lakini kama mtu aliyekuwa na dharura au kufanya kwa maksudi, basi anatakiwa afunge au achinje au alishe maskini 6, na akiacha nguzo kwa maksudi, basi hija yake itakuwa imefisidika. Yani umefanya kwa kutokujua, umesahau. Ndio kama nimesema tunapita miqat, hukuhirimia wewe, ulisahau, hukujua. Unaona watu wanaitikia tu, na mimi naitikia tu pale, ndo kuhirimia kwenyewe pale, kumbe ndo kuhirimia, hujui. Sasa wewe itabidi utahirimia hapo ulipo, lakini utakuwa na fidia. Sawa? Kama ulikuwa hujui moja kwa moja, wewe utasameheka. La kama umefanya kwamba kwa maksudi, kwa kiburi, amesirimi chochote, wewe hija yako itabatilika. Sasa tunaingia katika nguzo ya pili. Nguzo ya kwanza ni hiyo nguzo ya kuhirimia, ambapo sisi kama watu tunafanya tamattu tunaanza na kuhirimia. Baada ya kuhirimia ndipo tunaingia katika nguzo ya pili. Ila angalizo jingine katika kuhirimia,
hili tuliseme, ingawa tutakuja kusema mbele huko kwamba wakati tunavaa zile nguo zetu mbili, semina ijayo inshallah tutaonyesha namna ya kuvaa na namna mwingine. Wakati tunavaa nguo zetu mbili, tafadhali kwa mwanamume hatakiwi kuwa na nguo nyingine yoyote. Kiatu cha mfano wa buti hakitakiwi. Mtume sallallahu alayhi akasema yule ambaye atakayekosa anayo hofu, yani hofu ni kiatu kama cha buti, basi na akikate kisugudi, ndio kisugudi, kisigino akate kisigino, akikate nyuma, yani kionekane mfumo wa kwamba kama kiatu cha kuingiza tu. Kwa kiatu kitachoruhusiwa ni kiatu cha kuingiza tu kanda mbili au yeboyebo zile za kawaida, hizo ndio zitaruhusiwa. Na inshallah taasisi yako ya tahfidh itakupatia kiatu hicho. Kila mtu atapewa hicho kiatu, maksudi kwamba bwana wewe hija isije kaharibika, kiatu akachovaa ni hiki, ila hakitovaliwa muda wote. Nadhani hili tulisema mwaka mmoja katika mmojaji wetu yalitegemea hivyo kwamba labda muda wote. Sasa yeye kidogo alikuwa na matatizo ya miguu, alipaswa kuvaa buti. Sasa huyu hatukoi kumwambia. Sasa kumbe ile tunavaa katika kipindi kama hichi cha kuelimia mpaka tunamaliza kuzivua zile nguo, hapo ndo basi